za wakati huu, mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, karibu katika kipindi maalum, kipindi cha Ijue Mahakama, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu masuala mbalimbali yanayohusiana na mahakama. Na leo kwenye kipindi hiki cha Ijue Mahakama tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na usuluhishi katika mahakama ya kadhi. Nipo na Sheikh Khamis Kasim Haji ambaye tutakwenda kuzungumza naye kwa kina kuhusiana na madai. Yeye ni kadhi wa wilaya ya Kaskazini. Tutakwenda kufahamu masuala mengi kuhusiana na usuluhishi katika mahakama ya kadhi. Una nafasi ya kushirikiana na sisi kwa kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ambayo inapita chini ya televisheni yako, ama ni 0715 80 12 64. Ujumbe wako unaomba iwe swali ambalo linalenga moja kwa moja kuhusiana na usuluhishi katika mahakama ya kadhi. Karibu sana ndugu Sheikh Khamis. Asante sana. Habari za majukumu? Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio vizuri. Tunazungumzia kuhusiana na usuluhishi katika mahakama ya kadhi, lakini tukumbushe kwa ufupi kuhusiana na majukumu ya mahakama ya kadhi ni yapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Mahakama ya kadhi, hapana budi kwanza kuwafahamisha wananchi na kuwakumbusha kwamba mahakama hii ya kadhi ipo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar na inatambulika katika sheria ya Zanzibar. Tuna sheria namba 8 ya mwaka 2023 ambayo hii moja kwa moja imekuja kuipa mahakama ya kadhi nguvu ya kuweza kuzungumzia masuala ya usuluhishi. Na mahakama hii ya kadhi, kwa kuwakumbusha wananchi kwamba ina mambo ambayo ndiyo inayoyasimamia, si kwamba kesi zote zitaletwa katika mahakama ya kadhi, lakini ina mamlaka ambayo imepewa kisheria, na kwa mujibu wa sheria yetu basi yako mambo ambayo ndio inawasimamia. Ndio imeelezwa katika sheria iliyopita, ilikuwa ni kifungu nambari 5 cha sheria mahakama ya kadhi, ilikuwa imeeleza mambo yale ambayo inaweza mahakama ya kadhi kuyazungumzia. Lakini sasa hivi tuna sheria mpya katika sehemu ya pili ya sheria ile, imeeleza mamlaka na uanzishwaji wa zile tunaita kwamba ni ngazi za mahakama ya kadhi, ambayo itaanzia ngazi ya wilaya, nakuja ngazi ya mkoa, alafu nakuja na ngazi ya rufaa. Sasa katika ngazi ya wilaya ina mambo yake inayosimamia pekee yake ambayo haihusiani na mkoa. Halafu mkoa nayo na mashauri yake ambayo inasikiliza. Sasa katika upande wa mahakama ya kadhi wa wilaya kuna masuala ya huduma, kuna masuala ya custody, huduma za mke au watoto, au mambo ya custody, malezi, na masuala ya ndoa na talaka, maombi ya idhini. Hizi zipo katika ngazi ya wilaya, na mengine yameorodheshwa pale, mambo tofauti ambayo yanahusiana na mahakama ya kadhi wa wilaya. Sawa. Umetueleza vizuri hapa kwamba huduma, malezi, talaka pamoja na idhini ndizo ambazo zinahusika kwenye maombi ya idhini, ndizo ambazo zinahusika kwenye mahakama ya wilaya. Lakini kwenye ngazi hii ya rufaa ni kesi zipi ambazo zinahusika kwenye mahakama ya rufaa kupitia mahakama ya kadhi? Hizi kesi ambazo zinatoka katika ngazi ya wilaya sawa, na ngazi ya mkoa, ikitoka wilaya inakwenda mkoa, ndio ikitoka mkoa inaingia katika ngazi ya rufaa. Ni hizi kwa sababu na wao ngazi ya mkoa kuna mashauri mfano ya mirathi, sawa, hiba, wakfu, zinasikilizwa katika ngazi ya mkoa zinapokuwa zimekatiwa rufaa, kwa maana pande moja
haikuridhika na maamuzi yaliyotolewa mahakamani, basi anakwenda kukata rufaa kwa ajili ya kuingia katika ngazi ya rufaa